Glory to Jesus. Amen. Now, 1 Corinthians. Sasa Wakorinto wa kwanza. Chapter number 12, verse number 1. Ukisoma ile sura ya 12. Says, now concerning spiritual gifts. Sasa kwa habari ya karama za rohoni. Brethren, I do not want you to be ignorant. Ndugu zangu, sitaki mkose kufahamu. That's a simple scripture. Ni mstari rahisi kabisa. That points us into knowledge. Ambao unatuelekeza kwenye kitu kinaitwa maarifa. If he says, I would not have you ignorant. Anaposema sitaki mkose kufahamu. It means he wants us to be knowledgeable. Anataka tujue. He wants us to have knowledge. Anataka tuwe na maarifa. Which means spiritual gifts. Inamaanisha kwamba unaweza karama za roho. We can learn to know how they operate. Tunaweza kujifunza hizi zinafanyaje kazi. What are they? Zenyewe ni nini? Then when a person comes to us and minister to us, we have to know if is it coming from God, na tujue kama hii inatoka kwa Mungu, or from the devil, au ni ya shetani, or from a man, au ni ya mtu. Because some people will prophesy to a person according to how people looks. Sasa mtu mwingine anaweza akaanza tu kusema mambo na kutabiri kulingana na alivyomuona mtu. You know, I went to a certain prophetic school. Nilishawahi kushiriki darasa fulani la kinabii. And this prophet is really prophesying when I was very young. Na huyu nabii alikuwa akitabiri sana mimi nikiwa mdogo bado. So the prophet was teaching us, akawa anatufundisha that we should prophesy according to how people wears. Akasema utabiri kulingana na mtu alivyovaa. So if you have a person that is having a black cloth, ukiona mtu amevaa nguo nyeusi, that is the spirit of death. Hiyo ni roho ya mauti. If you see this, if you see this, that. Ukiona hivi, ukiona hivi, ukiona hivi. Hallelujah. Amen. That is not how God operates. Hivyo sio Mungu. Although as I was growing in grace, lakini nilipokuwa nazidi kukua, I discovered that there are some natural circumstances. Nikajua kuna mambo ambayo ni ya kawaida. God will use to speak to me about the situation of somebody. Ambayo hata hayo Mungu anaweza kuyatumia kusema na mtu. But it's not a principle. Lakini hiyo sio ndo kanuni sasa. That when you want to prophesy, na kwamba sasa kwa unapotaka kutabiri, you look at how people have dressed, the colors of their. Uanze kukagua rangi zao, uanze kuangalia wamevaa nini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you hearing me? Ndio. Are you hearing me? Amen. One day, siku moja, I was prophesying in church. Nilikuwa niko na tabiri katika kanisa langu. Our church was very young. Nilikuwa bado we were just starting with my wife. Tulikuwa tumeanza tuna mke wangu. Are you hearing me? So something happened. Kuna kitu kilitokea. One of the people that were in church, moja ya mtu alikuwa kanisani, was taking out something out of the pocket. Alikuwa anatoa kitu mfukoni. And a coin of 200 shillings fell to the ground. Na shilingi 200 kaanguka. When it fell down, ilipoanguka ile salamu, from that sound, ile kelele ile ya kuanguka salamu, I heard God. Mimi nikamsikia Mungu. Are you hearing me? So it's not a principle. Sasa hiyo sio kanuni. That every time the coin falls to the ground, sasa kwamba kila saa ukiona tu salamu imeanguka. Hallelujah. For example, when I was prophesying to, this is Angela, right? I laid hands upon her to pray for her. Kumwombea. When I laid hands upon her, I saw myself holding hairs. Nikajiona mimi nimeshika. My hand have touched her naturally. Mimi mikono yangu tu and I saw myself holding hairs, standing on the like on the door of the boutique, a shop. Nilivyokuwa nikaona kama mikono yake ameshika nywele. Mikono yangu mimi baada ya kushika nywele zake ni kama nimezingoa, nimeshika mawiki, yani nimeshika manywele ya kike. Hallelujah. Amen. So I knew this is the grace that God is giving to her. Yes. Nikajua hiyo ndio neema ambayo Mungu anampa. Are you hearing me? Nakuelewa. As a prophet, you need to be very sharp. Ndio maana hakunaga nabii mjinga. Ndio maana huwa wanaibia watu wengine. Unasikia vizuri eh? They are very you need to be very sharp, because the Spirit of God will drop something, and all of a sudden you drop something, all of a sudden you drop something. You know, when I was talking here, when I came, something came to me and I said, I'm going to speak to this woman. Kasema kuna kitu nitazungumza na yule mwanamke. As I was saying, in the spirit, it's like the spirit of this woman was crying in the spirit. And I said, even you, I'll speak to you. Na wakati wanasema hata pia as I was doing that, God spoke to me about that one, Meshach. Na nikasikia tena kwa habari ya yule kule mwingine Meshach. Now I had to stop him. I said, Lord, help me to. Nikasema sasa Mungu taratibu I may end up prophesying. Nitaisha sasa kutabiri. Because that is the portal in the spirit. Kwa sababu huo ni mlango katika ulimwengu wa roho. Are you hearing me? Ndio. But I want to tell you, prophecy
Unabii is not for prophetic people. sio tu kwa ajili ya watu wa kinabii. Okay. Prophecy is not for those who are called in the prophetic ministry. Unabii sio tu maalum kwa walioitwa kuwa manabii kihuduma. Prophecy is for the whole church. Unabii ni kwa ajili ya kanisa zima. Like everyone here, one of the gifts, there are gifts that I know I will pray for you and not all of you will receive. Kuna vitu najua nikiomba sio vya wote. But I have 3 or 4 gifts that I know. Lakini kuna 3 au 4 ninazojua. That can operate with any kind of a believer. Ambazo najua hizo zitafanya kazi na muamini yoyote. Number 1 moja is the gift of tongues. Ni karama ya ndimi. Number 2 is the gift of interpretation of tongues. Ni karama ya kufasiri lugha. Number 3 is the gift of prophecy. Ni karama ya unabii. By the way, that is the gift that God is deliberately wanting us, pushing us to desire. Na moja ya kitu ambacho Mungu anataka kimakusudi kwamba kanisa tukipende, tukitamani. He wants us to be able to prophesy. Anatamani tuweze kuhutubu. And let me tell you, prophecy is not about me speaking to a particular person. Unabii sio mimi kusema juu ya mtu. Elisha, for example, is operating in prophecy. Are you hearing me? Ndio. That's why if you listen to his teachings, you'll be shaking on the chair. Because as he talks, is that he doesn't mention your name. He doesn't come to you directly. But as he speaks, you know he's speaking to me. Anachokisema unajua kabisa hichi ni cha kwangu. That's why in translations, sasa katika kufasiri, prophecy also is the teachings that are inspired of God. Maana nyingine sasa ya unabii ni mafundisho yaliyo na Roho Mtakatifu, uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anyway,